mutuku ananuka atalikumana na mama vikire tangu alipomzika alikoinya Yohana kusikuine no maandiko makaigatiriri bali maandiko yanasema ingweli Martha amwiraga uhoro wa kunuka kwa mũrũ wa nyina. Wakati Martha alikuwa anamwambia mambo ya kunuka kwa Lazaro, akimwira atiriri, akamwambia Martha, akamwambia akimwira najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Ndio Lazaro ndiye akariuka none uriukiro ine matukoine ma mwisho. Yesu akamwambia na kaje Yesu akimsokelia, mimi ndiye huo ufufuo, ndiye moyo na uzima, na ndiye kuriuka ndiye moyo. Yeye aniaminie ule wewe hoketanie mimi niye ajapokufa ona atakuwa anaishi no agatura tene na tene, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Na kile hoje teketie ona dagakwa none agatura moyo tene na tene. Unasadiki hiyo? Wewe teketi huko. Praise the name of God. Amen. Na Yesu na maandiko inasema alipokaiga ya kwamba alipoenda kaburini akamuita Lazaro akiwa amemaliza siku 4, kwa sababu alisema haijalishi ya kwamba yeye amezikwa na analuka hako kaburini siku 4. Wahubiri wa leo ni waongo sana. Maana tuambia kwamba wanafufua watu. Bwana asifiwe. Amen. Hata mimi waweza kuniambia si wewe ni muongo kama wao? Mimi Mungu wangu anaweza. Mungu wangu anafufua. Mungu wangu anaponya. Mungu wangu ni wa miujiza. Mungu wangu anaweza yale mwanadamu hawezi. Na ukitaka kujua na kuambia ni kweli, uje ulete shida yako hapa na tumwambie na tumuelewe, dada huyu anataka hii, ndugu huyu anataka hii, akishindwa utuambie sisi ni kanisa ya uongo. Mungu wetu hasitaka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko imesema Yesu ndiye njia, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye ufufuo, kwa hivyo ukitaka kutoka mautini uingie uzimani, lazima usikamane na Yesu. Kwa sababu yeye ndiye njia ile tumepewa na Mungu ituondoa mautini na kuturejeza uzimani. Hata ukifa usikwe ukae siku 4 kama Lazaro. Anatuonyesha atatufufua. Alifufua Lazaro ili watu wake wajue ijapokuwa wanaweza kufa kwa sababu ya dhambi ya Adamu na Eva, lakini kwa sababu wamekuja na kulipa gharama ya dhambi kwa damu yake, basi waliokufa katika yeye wanaweza kufufuliwa. Amen. Ndipo alifufua msichana ya Lazaro kwa sababu alitaka kudhibitisha anaweza kufufua watu wake waliokufa, watu wake waliomkubali. Siku ingine Yesu Kristo akakutana na watu walikuwa wanaenda mazishi. Kijana alikuwa amekufa, alikuwa amebebwa na jeneza, alikuwa anapelekwa kaburini. Watu hawa wakakutana na Yesu, wakaulizwa mnaenda wapi? Tunaenda kuzika huyu kijana. Mama yake na baba yake walikuwa hapo, nikulia walikuwa wanalia, familia walikuwa wanalia kwa sababu ya kumpoteza mwanao. Wakahurumia. Akasema uliyekufa ufufuke sasa. Kuonyesha nini?
uzima wa milele. Ena moyo wa tele na kuna uzima wa milele. Moyo wa tele na kuna uzima. Ena kolioka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye njia ya uzima. Ndiye njia ya ufufuo. Wote ambao wanamwamini yeye. Haleluya. Amen. Tuko na ahadi ya kumwamini Yesu. Kama unamwamini yeye, utakufa. Ungekuwa hutaishi. Kama utakufa, atakufufua. Hivyo amesema hapa katika maandiko. Anasema hivi katika kitabu cha Yohana 5 mstari 24. Mnasikiza Yesu akiahidia watu wake. Anawaambia amini amini. Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yeye ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini akaingia uzimani. Kwa hivyo tunaendelea tukielewa ati ya kwamba Yesu ndiye njia, lakini sasa ametufunulia zaidi. Ametuambia asikiae neno lake. Kwa hivyo neno ndiyo njia ya uzima. Je, wajua ya kwamba Yesu ni neno? Maandiko inasema in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh.